Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Leo ni siku nyingine tena, tarehe 23, siku yetu ya semina. Semina ambayo tumekuwa na mtumishi wa Mungu Mwalimu Emmanuel Masolwa. Tumekuwepo jana hapa, tumeona jinsi ambavyo Roho Mtakatifu ndani ya Biblia alivyofunuliwa, na tumeangalia mambo mengi. Jana tumegusia vitu vingi, tumeelezewa vitu vingi sana mtumishi wa Mungu, na leo ni siku nyingine tena ambayo ni siku ya baraka sana, na ninatumaini siku ya leo utaenda kuvipata vitu vingi sana. Labda mtumishi wa Mungu yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina, nakusalimu kwa jina la Yesu. Amina, ubarikiwe sana, karibu. Asante. Habari ya tangu jana? Ni njema, tunamshukuru Mungu, na toka nilipotoka jana, pamoja na kwamba nilikuwa na uchovu, lakini naamini Mungu nilipumzika na nimerudi nikiwa vizuri. Amina. Leo ninatumaini leo ni siku nyingine tena ambayo Mungu atakutumia kwa viwango vikubwa sana kwa ajili ya watu wake ambao wanatutazama na wanaoendelea kutufuatilia. Lakini kikubwa zaidi, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ni usitoke hapo. Bali endelea kung'ang'ania hapo, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo unaenda kujifunza siku ya leo. Jana tuliangalia vitu vingi, tuliona kumbe unaweza ukopo kwenye kusanyiko, lakini katika hilo kusanyiko usimuone Roho Mtakatifu. Na kitu kikubwa ambacho niliondoka nacho jana ni kwamba ninapokuwepo kwenye kusanyiko nihakikishe nimemuona Roho Mtakatifu. Yes. Ilikuwa ni nzuri sana. Was so amazing, so wonderful. So leo ninatumaini kwamba Mungu atatuhudumia tena kwa namna ya pekee. Yes. So mimi niweze kukukaribisha. Langu jina ni mtumishi wa Mungu Mchungaji Emmanuel Mwashuya wa kanisa la Mission Day Christian Center linalopatikana Mwanga, karibu kidogo tu na chuo kikuu cha Mipango. So nikukaribisha sana. Mawasiliano yetu ni 0618113930. 0618113930. Ibada zetu ni kila siku Jumatano saa 10:30 hadi saa 12, Ijumaa saa 10:30 hadi saa 12, lakini Jumapili ni kuanzia saa 2:30 ibada ya Kiingereza hadi saa 3:30, na kuanzia saa 4 kamili hadi saa 6 ni ibada kuu. So kwa muda huu niweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu, mwalimu wetu wa semina. Si mwingine ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu ameendelea kumtumia kwa viwango vikubwa sana, mtumishi wa Mungu Mwalimu Emmanuel Masolwa. Baba, nikukaribishe. Asante sana. Na kabla hatujaendelea, naitwa Mwalimu Masolwa, hivyo nikukaribishe uombe kwa ajili ya kipindi kiweka. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya siku nyingine tena, siku yetu ya pili ya Roho Mtakatifu. Baba, tunaachilia neema yako, tunaomba uwezesho, tunaomba kibali, tunaomba nafasi. Mungu kamtumie mtumishi wako kama chombo, na kila anayetufuatilia kwenye social media, Mungu kampake mafuta ya kuweza kuelewa kile ambacho anataka kusema nasi. Katika jina la Yesu tunashukuru. Amen. Amen. Barikiwe sana Pastor Emmanuel. Amina, barikiwe sana. Napenda nikukaribisha tena kwenye kipindi chetu cha semina ya Christmas ambacho tutakuwa tunajifunza habari za Roho Mtakatifu ndani ya Biblia. Nafikiri tulizungumza sana jana kwa habari ya Roho Mtakatifu ndani ya Biblia, na tukasema why ndani ya Biblia ni kwa sababu unaweza ukafundisha Roho Mtakatifu, lakini si yule anayezungumzwa na Biblia kama neno la Mungu lisemavyo. Hivyo kabla sijaenda mbali sana, ningependa nianzie wanasema kwamba mwalimu mzuri ni yule ambaye akiingia darasani anaanzia pale ambapo alianzia jana kufundisha, ili hata yule ambaye hakuwepo jana apate walau kupata ABC za kila ambacho wenzake walijifunza akiwa yeye hayupo. Basi jana tulijifunza kwa habari za Roho Mtakatifu ndani ya Biblia, na tukazungumzia kwamba Roho Mtakatifu ndani ya Biblia amegawanyika kwenye namna mbalimbali, na amegawanywa kutokana na utendaji kazi wake. Tukaangalia kuna Roho Mtakatifu wa Agano la Kale, tukasema kuna Roho Mtakatifu wa kitabu cha Marko, Mathayo na Luka, tukasema kuna Roho Mtakatifu wa Yohana sura za kwanza, sura za kati na sura za mwisho. Lakini pia tukaona kuna Roho Mtakatifu wa Matendo ya Mitume, tukasema huyo ni Roho Mtakatifu mtendaji.
tukasema kuna roho wa burudani, yes. Tukasema kuna roho wa hekima, yes. Tukasema kuna roho wa tumaini, tukasema kuna roho wa uhuru, tukasema pia kuna tunda la roho ya, tukasema pia kuna roho wa karama, tukasema pia kuna roho wa umoja, tukasema kuna roho wa vita, tukasema pia kuna roho wa mafunuo, tukasema kuna roho wa mafunuo. Mtu ukisikia anasema anasikia roho ananifunulia mambo haya. Lakini pia tukaona kuna roho mnenaji. Unaposikia mtu anasema kwamba nasikia roho ananena waziwazi, basi tunazungumzia habari za roho anayetengeneza connection kati ya mtu na Mungu, ambaye anakuwa anazungumza kwa ajili ya habari ya kanisa. Huyo tunamuita ni roho mnenaji. Lakini pia tukazungumza mambo mengi 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 mengi, na tukaona kuwa kumbe kuna uwezekano mkubwa ukawa ibadani na usione ishara za Roho Mtakatifu. Na tukaona pia kumbe unaweza ukawa umeamini lakini bado hujabatizwa na Roho Mtakatifu. Na unapobatizwa na Roho Mtakatifu, basi tunaziona ishara za Roho Mtakatifu zikitembea na wewe, zikienenda na wewe. Ndio maana anasema wale waliaminio jina la Bwana, ishara na maajabu zitafuatana nao. Ni nani atakayekuwa anatenda hizi ishara na maajabu ndani yao hao waaminio Bwana? Ni Roho Mtakatifu ndiyo atakayekuwa anatenda ishara na maajabu ndani ya hao watu waliaminio jina la Bwana wa majeshi. Kwa hiyo moja kwa moja leo sitapenda nichelewe sana kwenda kwenye hatua zilizoko mbele yetu. Na leo tutajifunza vitu vya msingi sana. Pastor, leo tutajifunza vitu vya msingi sana kwa habari ya Roho Mtakatifu. Sawa. Vitu vya msingi sana. Kuna kitu hapa nataka kabla hatujaenda mbali tukigusie kidogo. Tukigusie kidogo. Tulikiacha jana kama kipolo. Kuna hatua 3 za kibibilia za kupata Roho Mtakatifu. Hatua za kibibilia za kupata Roho Mtakatifu. Tunasema kwa miaka 3 Yesu aliwapa nafasi wanafunzi kufikiri kwa usahihi. Miaka 3 aliwapa nafasi wanafunzi. Yesu aliwapa nafasi wanafunzi kufikiri kwa usahihi. Zingatia hilo neno, kufikiri kwa usahihi. Sawa. Jambo lolote ili lilete matokeo chanya kwenye kile kitu unachokifanya, kitu cha kwanza ni kufikiri kwa usahihi kwa habari ya hilo jambo. Kama unatamani kujazwa Roho Mtakatifu, unatamani kufurika Roho Mtakatifu, unatamani kutembea sawa sawa na Roho Mtakatifu, jambo la kwanza unatakiwa kufikiri kwa usahihi kwa habari ya Roho Mtakatifu. Amen. Tunamwona Yesu miaka 3 aliwapa nafasi wanafunzi wake wafikiri kwa usahihi kwa habari ya Roho Mtakatifu. Wafikiri kwa usahihi kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kwa njia ya fundisho, kwa njia ya maelekezo, na aliwaonyesha na kuwafundisha kwa usahihi sifa, kazi na nafasi ya Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Na akawafundisha kazi za Roho Mtakatifu mpaka na mtu anapokufa. Kuna mtu nilimwambia Roho Mtakatifu anafanya kazi mpaka kwenye mifupa yako, mpaka utakapokufa. Kwenye mifupa yangu Roho Mtakatifu atabaki hapo. Na niliwaambia mahali fulani, nikawa nafundisha, nikawaambia Roho Mtakatifu huwa haondoki. Akiingia kwako hata kaa aondoke, aidha tutakapokuwa umetenda dhambi. Lakini kama wewe umekufa ukiwa ni mtakatifu wa Bwana, Roho Mtakatifu atakaa kwenye mifupa yako na ndo atakaye kuja kukufufua wewe siku ya mwisho. Ndio maana alikaa kwenye mifupa ya Elisha. Sawa. Na ndo aliyemfufua yule jamaa baada ya kuigusa ile mifupa. Na hiyo ndiyo kazi ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndiyo kazi ya Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuhuisha vilivyokufa. Ndiyo maana waliokufa kiroho siku ya Pentekoste
baada tu ya kusikia habari zake wakaamini, akashuka kufufua watu 3,000 wakaokoka pale pale. Amen. Amen. Ni kinyume cha sheria. Watu walipoasi sheria, ukisoma Kutoka 32:28 unaweza ukakimbia pale pale. Walipoiasi sheria ya Musa walikufa watu 3,000. Wow. Lakini ni siku ya kwanza kuiasi sheria, lakini siku ya kwanza ya kukiri Injili wakaokoka watu 3,000. Unaiona hiyo vice versa? Yes, vice versa. Kule walikufa watu 3,000, huku wanakuja kuokoka watu 3,000. Kazi ya Roho Mtakatifu manake ni kuhuisha. Unaposema kwenye Kutoka walikufa watu 3,000, alafu wakati wa ile Injili wakaokoka watu 3,000, manake waliokuwa wamekufa katika roho, yes, wakahuishwa, wakapewa maisha mengine tena. Yes, na hiyo ni kwa neema. Sio kwa sababu kuna kitu walikifanya. Ni kwa neema. Wow. I like this. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya Yesu aliwafundisha sifa na kazi za Roho Mtakatifu hata mpaka baada ya kufa. Ni pamoja na haya mambo. Kwamba Roho Mtakatifu haondoki. Roho Mtakatifu hatoki. Roho Mtakatifu, ni kukumbusha kitu kingine, alibaki mpaka kwenye mawe ambayo Ibrahim alikuwa anajengea madhabahu. My God. Ndio maana Yakobo alipofika pale akachukua lile jiwe akalilalia, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa bado yuko kwenye lile jiwe. Alipolilalia, Yakobo anaona maono, anaona huyo ni roho wa maono. Roho wa maono, roho wa mafunuo yuko hapa ameketi, anamsubiria mtu mmoja aje pale aendeleze kazi ya Ibrahim. Lakini kwa sababu Yakobo naye alikuwa haelewi, anasadiki kusema kwamba hakika hapa ni mlango wa mbinguni. Lakini anasema ni mlango wa mbinguni, bado anaondoka. Alafu eti anampa Mungu masharti kwamba kama wewe huku niendako utaenda kunipigania na kunipa amani na kunipa nini, ndipo nitakapoamini kuwa wewe ni Mungu wa baba zangu. Hivyo wewe umekutana na Mungu hapo nampa masharti. Unajua, ili unaweza ukaliweka vizuri mwalimu, ili watumishi wa Mungu wengi walielewe. Tumekuwa na watumishi wengi makanisani, na hawa watumishi wengi makanisani wamekuwa wakipita katika changamoto nyingi, na wakati mwingine ili wahakiki kwamba ni Mungu, wanampa Mungu masharti. Mimi nimewahi nitokea kipindi fulani, nikamwambia Mungu kwamba Mungu, nimekuwa nikisikia watu wanashuhudia kwamba wewe Mungu unasema kwa sauti, mimi sijawahi kusikia. Sasa ili niende nikakutumikie, ili nisimame kuhubiri madhabahuni, nataka na mimi nisikie sauti yako live. Nisiposikia sitakaa nikahubiri. Pastor, nikwambie kitu kabla hujaendelea. Kile kitendo tu cha kuwa na shauku ya kutenda mapenzi ya Mungu si habari ya kufunuliwa na damu, mwili na nyama. Yaani kile kitendo tu cha kusikia mfukuto ndani, kusikia moto mifupani, wa kutamani kutenda mapenzi ya Mungu. Mambo hayo hayatokani wala sio matokeo ya tamaa za mwili, mifupa na nyama. Tunazungumzia hizo ni habari za wito wa Mungu mwenyewe. Wow. Inawezekana kuna ndugu mtazamaji mwingine hapa na msikilizaji anasikia shauku ya kulisema neno la Mungu sana. Anasikia shauku ya kumwimbia Mungu sana. Kumbe hii ni njia mojawapo ya kuelewa kwamba Mungu anasema na yeye, na tayari huyu mtu anawita. Na unaposema na Mungu umekutana naye. Mungu umekutana naye. Mungu hasemi na watu kama hajakutana nao. Anakutana nao kusema nao. Sawa. Na alipohitaji kuzungumza na wana wa Israeli, alimwambia, nataka niseme nao, basi waambie, nenda kawaambie wafue mavazi yao nikutane nao. Wafue mavazi yao nikutane nao. Inawezekana hao jamaa walifua nguo sana. Walioenda dry cleaner walienda sana. Na wengine walinyosha sana.
Lakini hakuzungumzia habari ya kufua mavazi ya mwili, alizungumzia habari ya kujitakasa, habari ya kujisafisha, habari ya kutubu, habari ya kujitakasa mbele za Bwana. So nisiketi sana hapo na nisitulie sana hapo. Nina mambo mengi ya kuzungumza na wewe kwa habari ya Roho Mtakatifu, lakini nitakachosikia Roho Mtakatifu akizungumza hata sasa ndani yangu, nitakisema, wala si kwa ajili ya ratiba tulionayo, kwa sababu hata sasa anatenda kila atakachoamua yeye tukizungumze, tutakizungumza. Amen. Tulikuwa tunazungumzia hatua 3 za msingi zinazomfanya mtu apokee Roho Mtakatifu. Nikasema kitu cha kwanza ni kufikiri kwa usahihi kwa habari ya Roho Mtakatifu, kama vile ambavyo Yesu alitaka wajifunze wanafunzi wake kufikiri kwa usahihi kwa habari ya Roho Mtakatifu, habari za sifa za Roho Mtakatifu, habari za utendaji kazi wake Roho Mtakatifu wakati ukiwa mzima na wakati ukiwa umekufa. Ni lazima ujue Roho Mtakatifu anatenda kazi na wewe, uwe mzima uwe umekufa. Kama unamwamini Kristo na unaishi maisha ya utaua, Roho Mtakatifu atafanya kazi na wewe ukiwa hai na ukiwa umekufa. Haleluya. Amen. Amen. Kwa hiyo tunasema kwamba tahadhari, kwamba lazima uchukue tahadhari. Sasa hizo ni tahadhari zipi? Ni tahadhari zipi? Ni tahadhari zipi? Kabla sijaendelea kwenye tahadhari, nitasema kwamba Yesu alipofufuka akatumia siku 40 kuwaandaa tena na kuwaagiza kuhubiri ahadi hii kabla hawajafanya chochote. Alitaka nia zao ziwekwe sawa kwanza kwa habari ya neno la Mungu. Linasema nini kuhusiana na Roho? Sijui kama tunaelewana. Amen. Walihubiri kwa kuomba kwa bidii na nguvu, na ahadi ya Roho Mtakatifu ndipo iliposhuka siku ya Pentekoste. Matendo ya Mitume sura ya 1, unaweza ukasoma hapo wewe mwenyewe. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuelewa kwa usahihi, lakini pia kuomba kwa bidii. Kitu cha 3 kusoma neno la Mungu. Mambo matatu ukihitaji kumpokea Roho Mtakatifu. Jana nilizungumza habari za ukihitaji kupokea Roho Mtakatifu, ni lazima mlengo wa kumpokea Roho Mtakatifu isiwe ni kwa ajili ya hitaji lako binafsi. Yes. Isiwe ni kwa ajili ya kutimiza haja zako. Kwamba umepigwa na maisha, kwamba labda unamhitaji Roho Mtakatifu ili awe wa kumnenea kwa lugha tu, na watu wakuone wewe unanena sana. Profession. Wakati wa Paulo anasema mimi ninanena kwa lugha kuliko ninyi wengine wote. Naam. Naona utampokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ukitaka kumpokea ni lazima uwe na mlengo ndani yako wa kumpokea kwa ajili ya kutenda kazi za kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na tukasema Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watu wengine, kwa sababu yeye atakupa karama za Roho. Karama za Roho sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya watu wengine. Yes. Tunda la Roho sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya watu wengine. Yes. Tunapozungumzia habari ya kuvumilia, sio kujivumilia wewe, ni kuwavumilia watu wengine. Na hiyo ndiyo sababu tunaambiwa tuchukuliane. Yes. Sasa leo tutaenda sasa kujua Roho Mtakatifu ni nani. Who is Holy Spirit? Tunapozungumzia Roho Mtakatifu, kitu cha kwanza tunatakiwa kujua Roho Mtakatifu ni nguvu. Nguvu. Sema nguvu. Nguvu. Roho Mtakatifu ni nguvu. Yes. Roho Mtakatifu ni nguvu, na nguvu tunayozungumzia hapa is not power. Tunazungumzia kitu kinaitwa vitality. 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 Yaani hii nguvu inayozungumzwa hapa ni vitality, sio power. Sio power. Na sio ability. Tunazungumzia vitality. Neno vitality lina maana ya pumzi, roho, upepo au breath. Yaani ile breath ya Kiingereza, pumzi ya Kiingereza, breath. Lakini pia
lina maana ya wind, lakini pia neno spirit lina maana ya roho au spirit. Hilo neno vitality. Naweza nikafafanua hivi. Tunasema kwamba mtu akifa tunasema amekata roho. Amekata roho. Mtu akifa tunasema amekata roho. Maana yake nini? Hakuna pumzi inayotoka ndani yake. Yes. Wala hakuna pumzi inayoingia ndani yake. Sasa unaijua hiyo pumzi? Unaijua hiyo pumzi? Ni ile aliyopuliziwa kwenye Mwanzo 1. Yes. Okay. Sasa tunapozungumzia hiyo pumzi, hiyo ndiyo tunachosema hiyo pumzi sio pumzi ya kawaida. Ni pumzi yenye nguvu. Ni pumzi yenye uzima. Ni pumzi yenye uhai. Ndio maana anasema wale watakaojazwa Roho Mtakatifu, chemichemi zibubujikiazo uzima zitatoka ndani yao. Amen. Amen. Si kama mtu mmoja ananielewa. Amen. Kwa hiyo hapo pumzi inakata na upepo hauingii wala hautoki. Hata Yesu alipokufa tunasema alikata roho. Sijui kama tunaelewana. Yesu alipokufa tunasema alikata roho. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ukisoma tafsiri za Kiingereza utakutana na kitu cha ajabu sana. Linamaanisha life. Right. Au energy, nguvu. Na ndio Mungu alitumia kupuliza mwili wa Adamu ukawa nafsi hai. Mpaka hapo umenielewa? Tunapozungumzia Roho Mtakatifu ni nguvu. Amen. Roho Mtakatifu ni vitality. Amen. Umenielewa? Amen. Sasa tunaenda kwa Kiebrania. Kuna maneno mawili. Pumzi nyepesi, hii ni pumzi ya kawaida ya kukupa uhai na maisha. Vitality. Ina maana ngapi? Mbili kwa Kiebrania. Ina maana pumzi nyepesi ambayo inakupa wewe uhai na maisha. Na hii ndio pumzi ambayo sisi tunaipumua na tunaiingiza. Yes. Maana ya pili tunasema kwamba ni pumzi kubwa, nzito, na Waebrania wanaita ruach. Alafu hii pumzi is not physical. Ni pumzi nzito na ni pumzi kubwa. Alafu Waebrania wanaita ruach. Hii pumzi inaitwa ruach. Na hii pumzi kwa nini tunasema ni nzito? Nenda kasome siku ile ya Pentekoste. Waliweza kuona, nilitamani huyu sijui tutumie simu. Samani, naomba kuna kitu tunatamani tukifanye ili wengine pia wafikiwe na somo hili. Kwa hiyo kuna kitu tunatamani tu connect. Now tunaendelea wakati huo tukiwa tunafafanua habari za Roho Mtakatifu akiwa kama nguvu au vitality. Tumesema kwamba kitu cha kwanza tunapozungumzia kwa ili neno vitality kwa Kiebrania tumesema ni pumzi nyepesi na hii pumzi ndio pumzi ambayo tunaitumia kupumua na kuingiza kwa ajili ya maisha. Lakini pia tunapozungumzia vitality kwa Kiebrania tunazungumzia ni pumzi nzito na kubwa ambayo kwa Kiebrania inaitwa ruach. Na hii pumzi is not physical, haionekani, lakini inatenda kazi.